Karibuni wenzangu katika mazungumzo ya siku ya leo, ambapo mimi nimewaalika mahali popote mlipo, tufungue masikio ya roho na macho ya rohoni, tupate kupata kitu katika ili neno ambalo tunapozungumzia siku ya leo hii. Leo hii nataka tuzungumze kuhusu kitu ambacho kinaitwa wokovu. Kwa maana watu wengi, hata wengine tunaotangaza huo wokovu, hatuelewi jinsi ambavyo ya kutangaza hii wokovu na kueleza watu ili waelewe hiki ni nini ambacho kinaitwa wokovu. Tumetangaza mataifa yote, tumezunguka, tumeenda na ndege, lakini kuna mahali ambapo ningetaka tuweze kurudi nyuma tena. Kweli tumeeneza injili kila mahali, hata waganga na wachawi wanajua Yesu ni Bwana atukataye. Lakini wengine hawajajua wokovu ni nini. Maana ni ngumu sana kwenda kuambia mtu aokoke. Leo nataka uokoke, sijui nini bra. Haujamueleza anaokoka afanye nini, na kwanza nini hicho ambacho kinaitwa wokovu. Ni ngumu sana kwenda, mimi huwa ninapeana mifano. Ni ngumu sana kwenda kwa shamba na kuona mtu ameanzia kulima shamba katikati. Hiyo inakuanga ni picha ya mtu ambaye haelewi mwelekeo wa ile kazi anayofanya. Tumeenda tunataka kupandia miti juu badala ya kuanzia kukwea miti chini. Acha nitumie hiyo language, nitumie hiyo lugha. Kuona mtu ambaye anataka kukwea miti kuanzia juu haitawezekana. Ni kwa maana kuna mwelekeo ili aweze kufika pale juu. Hii injili sio rahisi na sio ngumu, lakini inategemea wale wanayoitangaza. Maana wengine hata wametangaza wamejichanganya wenyewe. Ukiulizwa swali, Yesu alikuwa mwana wa nani, unachanganyikiwa. Unaanza kusema Yesu ni mwana wa Mariamu. Mimi nataka tuende pamoja. Kwa maana shetani anakuja kutu challenge na hili neno tu. Hili neno unaona tunalitumia, shetani ndiye analolitumia. Tukirudi nyuma kidogo, ili sijakata, nataka tuangalie pale shetani alimchallenge Yesu na nini. Alimchallenge na neno, akamwambia sikumeandikwa eti kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe kutoka katika paa, maana kumeandikwa hautafika chini na hutajikwaa. Na kwa maana Yesu alikuwa anajua kile ambacho anandili nacho. Nataka ujue au ndili na mtu ambaye amezaliwa njana kama wewe. Huyu ni jamaa aliyekuwako katika misingi ya dunia ikianzia. Ili hali sio yeye mwenyewe kuweka misingi, lakini alikuwa kabla ya wewe kukua, kabla ya mwanadamu kuwa dunia hii. Shetani alikuwa ameshaelewa mambo mengi. Anajua maandiko vizuri, anajua kuyasoma. Ona pale anamwambia Yesu, wewe kama ni mwana wa Mungu jitupe katika paa. Na kwa maana vile nilikuwa nimekueleza hapo awali, Yesu alikuwa anaelewa anandilo na kitu cha namna gani, anandilo na mnyama wa aina gani. Yesu alikuwa anamjibu kwa hekima na kwa hekima kuu. Ukiangalia maandiko pale ambapo Yesu alikuwa anajaribiwa na shetani, alikuwa anamjibu tu kulingana na maarifa yake na hekima ile Mungu alikuwa amempa.
Ukiulizwa wokovu ni nini, utasema wokovu ni nini? Hasa wale ambao tunaotangaza hii Injili. Na wokovu sio kitu ambacho unaweza enda ukipate sokoni ama ukipate kwa urahisi. Ni lazima ukuwe unajua kitapatikana wapi na vile ambavyo utakitafuta upate. Na ndivyo ninakuambia, lazima ueleze mtu wokovu ni nini, utaanzia wapi, na wokovu ulikuja kwa sababu ya nini. Maana utapatana na mtu wa kuchallenge, akuulize mimi sijatenda dhambi, akuambie mimi kutoka kwetu, mimi nilizaliwa nikapata wazazi wakienda kanisani na mimi nikaanza kwenda kanisani, mimi sijatenda dhambi. Na niko kweli hajatenda dhambi. Lakini unaanza kumwambia wokoka. Lazima umueleze nini hiki kitu kinaitwa wokovu, na kinapaswa kuwa na kila mtu, ili hali hata kama alizaliwa kwa madhabahu, wacha kanisani, ni lazima huyu mtu akili Yesu kana kwamba ni mwana wa Mungu. Nataka turudi pale nyuma kidogo. Tuzemezane wa Kristo na tuelezane. Maandiko yanasema tuzemezane, tukae kwa meza moja, pasipo kurandaranda, pasipo kutapakara, yani kutapatapa. Yani unakuta mtu ako hapa ako pale, mwingine pale, ni kama tunashindana. Tuelezane na tuelezee watu wa Mungu jinsi ambavyo wanapaswa kufanya ili waokoke, na wokovu ni nini. Maana hii ni elimu ambaye ni ya mbingu na hautaipata katika mipango ya ulimwengu. Lazima uipate katika mipangilio ya Roho Mtakatifu. Twende polepole tu bila speed. Mafundisho haikuangi ni mashindano, ama yule atajua mbele ama yule alijua mbele. Ili tujue ni nini ambacho tunapaswa kufanya. Tusikimbilie mambo ya dunia hii. Wale wengine wakipotea. Maana ni hatari sana kuona mchungaji amehubiri na amesahau na maombi ya toba. Na sio jambo ngumu, inafanyikanga. Unakuta imefika wakati wa sadaka tumetoa, hata tumesahau, na wakati ama kuna watu wageni wametembea hapo hawajui kanisa ni nini. Labda kuna muhindi ametembea hapo anataka kujua Yesu ni nani. Leo umejaribu, umepiga injili yako, umeimba praise and worship, alafu tutoe sadaka, unaimba wimbo wa mwisho wako, alafu tunatengana kila mtu nyumbani. Kitu cha muhimu zaidi, kile ambacho kinapaswa ufanye kabla ya vitu vyote, ni kitu kinaitwa wokovu. Kueleza, kufundisha mafundisho ya wokovu. Na hii ni ngumu sana kuipata. Sio watu wengi huwa wanafundisha hii eti wokovu nini. Watu wanajua neno. Wanajua Yesu alizaliwa Bethlehem mjini Juda, na wanajua alibeba msalaba akaelekea Golgotha. Eleza yule mwingine ajui Yesu ni nani kwanza. Yesu alitokea pande gani, ili akakuja duniani, na anaishi wapi, na ni wa design gani. Kwa maana hii neno tumehubiriwa, kila mtu anajua neno. Lakini kuna mtu imagine ajui Yesu ni mtu wa aina gani, ni mtu mrefu ama ni mtu wa aina gani. Tusifanye kama mahali pengine tulienda kuhubiri huku mistuni, sitakueleza ni wapi. Kati tumeanza kusema
tufunge macho, Yesu ashuke aingie ndani ya watu, waombewe wokovu, maana walikuwa wamepanga raini nini. Kiwa tunafunga macho, wale ambao walikuwa wanaombewa wokovu, waliposikia Yesu anashuka, kuna mtu alifunga macho, wote walifungua macho waangalie juu, waone vile Yesu anashukanga akiwa, yani anashuka kindisaini gani. Hapo ndipo nilijua kweli, ukiwa umemjua Yesu na umemjua ni wa aina gani, shukuru Mungu sana, kwa maana sio jambo la kawaida kujua kitu. Wewe unaona umejua kitu, unafikiria wale wengine wamejua kama wewe. Imagine kama hao wanaangalia juu, waone Yesu akishuka ingie ndani yao, wajue ataingia design gani, na wewe unajua Yesu ni nani. Badala ya kueleza vizuri Yesu ni nani, sema kujani mwokoke, Yesu ni Bwana, Yesu akapitia, Yesu ameingilia, Yesu ametumwa. Hizo hazitatusaidia, hizo ni propaganda. Wacheni niwaambie ukweli, kile ambacho kitatusaidia ni kuenda kwa utaratibu. Afadhali uumbilie watu 5 waokoke katika mkutano kuliko umeumbilia conference mzima na hakuna mtu amejua, hakuna mtu amempokea Yesu Kristo, kwa sababu haelewi ni nini ambacho unamuumbilia. Nataka turudi nyuma kidogo, tuelezane na tuchambue hii ni nini ambacho najaribu kuwafundisha. Hapo mwanzo Yesu aliumba mwanadamu, na kile ambacho kinafanyanga mtu aambiwe ampokee Yesu Kristo sio kumaanisha ako na dhambi ama alitenda dhambi ama ukoo wake ukatenda dhambi. Wakati ambapo aliumba mwanadamu, akamuweka katika shamba la Edeni, alimtengenezea msaidizi wake Eve. Na wakiwa katika lile shamba Mungu aliwaweka waishi, Shetani akatokea pale. Unaelewa hii story yote nini, kukaenda kukainama kukainuka, hakuna kitu ambacho ni kigeni kwako. Hili jambo linaitwa wokovu limetokea pale, kwa maana mwanadamu alilaaniwa, akaambiwa wewe utakula ya jasho katika maisha yako. Mwanamke na wewe utafanya hivi na utafanya hivi, utamzaa mtoto kwa uchungu. Na kwa maana neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu aliwezi likamrudia, aliwezi. Maandiko inasema ni kama mvua ishukapo juu mbinguni, haiwezi ikarudi tena vile ambavyo imenyesha. Ni ngumu sana kuona maji yanatoka chini ya kipanda, hiyo ni ngumu. Sawa na neno la Mungu liko hivyo, na kwa maana lilo laana liko pale, ni lazima Mungu angemtuma Yesu Kristo ili aje kututenganisha na hiyo laana, ili atupatanishe na Mungu katika ulimwengu wa roho. Sasa tulitoka katika ulimwengu wa mwilini, tukaharibu mambo ya mwili, tukajiharibu, tukadanganywa na Shetani, tukapitia hapa. Sasa Yesu naye katika ulimwengu wa roho alikuja atuokoe ili tukae katika ulimwengu wa roho na Mungu, kwa maana huu mwili wa ungali umeshalaaniwa already. Hakuna vile unaweza ukajitakaza, ndugu yangu. Acha nikwambie, hata ukiomba maombi inakaa namna gani, hakuna mwanadamu afikaye kwa Mungu bila kufa.
Hiyo ndiyo njia ya kufika katika ufalme wa Mungu. Ili ule roho wa Mungu aliye ndani yako, aliyepatanishwa na roho katika ulimwengu, na Yesu katika ulimwengu wa rohoni, hakapate kuunganika pamoja. Sasa hivi nataka turudi nyuma, tuelezane, tuelewe ni nini ambacho tunaumbilia watu. Mimi si kuwa na umbili ambari ya Adamu na Eva. Nilikuwa nataka tu nikunguzie kidogo ili uelewe ni nini ambacho kinafanyanga mtu haambiwe haokoke. Wewe si kwenda kuambia mtu tubu dhambi, sijui Yesu ni Bwana, sijui akapitia. Tunaelewa vizuri, lakini umueleze ni nini ambacho kinafanya na ni nini ambacho kinaitwa wokovu. Hicho ndicho kinaitwa wokovu. Maana wakati ambapo umekili na kusema Yesu ni Bwana, hiyo dhambi ambaye ya katika shamba la Edeni, hata kama wewe haukuwa katika shamba la Edeni, maana wengine wanachanganyikiwa, wanashindwa, mbona mnatuambia shambani la Edeni na sisi hatukuwa huko? Sisi ni kizazi kipya, sisi tumezaliwa Mbungoma, sisi tumezaliwa sijui whatever. Ni kweli haukuwa kule, lakini ujue hiki kizazi chote kimetoka katika shambani la Edeni. Hakuna mwanadamu mwingine aliumbwa kando na Adamu na Eva. Hakuna mwingine, na kama yuko niambie. Hata hizi propaganda unaona, sijui za Yesu akaingilia, sijui Yesu ni mtume, sijui Yesu si mwana, sijui nini. Mambo mingi imekuwa katika ulimwengu. Mambo ya mashindano, mambo ya kushindana, sijui nani ataenda mbinguni, nani atabaki. Hizo ni propaganda. Ajeni niwaambie ukweli. Kile cha kujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Ni kujua kana kwamba Yesu alitumwa kwa ajili ya kukomboa wanadamu katika ulimwengu huu, ili kuwaondolea laana. Mungu alikuwa amewalaani Adamu na Eva, na Mungu akasema hakuna afikaye kwangu ila kupita kwa mwana. Kupita kwa mwana ni nini? Kupita kwa mwana ni vitu kama hizo ninazowaelezea. Kutubu na kumpokea katika roho yako, katika ulimwengu wa roho. Ili uunganishwe katika ulimwengu wa roho, ni lazima umpokee Yesu Kristo, ndio uweze kunjazwa na Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ndiye sasa, huyo roho atakuunganisha na Mungu katika ulimwengu wa rohoni, ambapo Yesu atatumia hiyo njia kukuunganisha. Maana hawezi akakuunganisha kimwili, maana already mwili umelaaniwa. Na hayo ndiyo nilikuwa ninataka niwaanguzie wale ambao wanaoisikia hii neno ama kulisikia hili neno. Ujue hata kama hujatenda dhambi na hujakili kusema Yesu ni Bwana, hakusamee makosa yako, hautauona ufalme wa Mungu. Kusema ukweli, tunajua ni kweli hujatenda dhambi. Kwani dhambi ni gani? Sio hizo mnazofahamu, sijui kulewa, kufanya ukahaba, sijui nini, takataka mingi, uchawi, uganga. Ile dhambi ambayo ni chukizo kwa Mungu, ni ile dhambi ambayo ni ya kwanza. Ndipo sa maandiko Mungu anasema utakapookoka na ukumbali Yesu kana kwamba ni mwana wa Mungu, ati utafanywa kuwa mweupe. Utafanywa kuwa, yani ni kama theluji. Utaoshwa dhambi zote, ufanyike kama theluji iliyo safi. Hebu tuwaze na
na tutafakari hilo neno ninalowaelezea. Utakapotubu na kusema Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu nisamehe dhambi zangu ninazojua na zile ambazo sijui, umetubu hata dhambi ambazo za Adamu na Eva katika hiyo chain. Na hapo ndipo ambapo watu wengi wanapotea saa hii. Hatutaki mambo ya siasa katika hili neno la Mungu, maana neno la Mungu sio siasa. Sijui Yesu alitokea wapi, sijui nani ndiye alitumwa. Hizo vitu zote ni propaganda. Hata ujue neno hanji, unaweza kuwa unajua neno zaidi kuliko watu wote duniani, lakini ukose mbingu. Unaweza kuwa unajua kitabu Biblia kutoka mwanzo hadi mwisho, lakini ukose kuona ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, kuona ufalme wa Mungu ni kueleza, kujua ukweli. Maana Biblia inasema kujua ukweli na kumcha Mungu ndio kujua ukweli, na ukijua ukweli ndio kumjua Mungu. Na kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Ukimjua Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kuna mtu ajui Mungu ni nani na ako dunia hii, na sio kumaanisha ni kupenda kwake. Hii kujua Mungu ni neema ya Mungu, ni neema tu tukamjua. Kuna mtu sahi anainamia ng'ombe, akunywangi maziwa ya ng'ombe. Mwingine anainamia mifano ya michongo, mwingine anainamia vitu zingine, mwingine anainamia mwezi, mwingine anainamia jua. Lakini imagine Mungu ametupa neema ya kumuelewa na kumjua. Hiyo ni jambo la muhimu sana, kumuelewa. Waefeso, ukiangalia katika kitabu cha Waefeso chapter 2 ama mlango wa 2, kuanzia mstari wa kwanza kuteremka, inatueleza vile tulikuwa tumechangamana na dunia hii, tulikuwa tumenaswa na yule mkuu wa anga wa giza, tuliziendea dhambini, tulikuwa wanadhambi. Lakini kwa ile neema ya Mungu alituwezesha tukamjua. Maandiko, Biblia inasema tusijione ni kwa ujanja wetu ama werefu wetu, ni kwa sababu ni kipawa cha Mungu, ni kipawa kinachotokana na Mungu ili umjue, umuelewa. Kwa hivyo unapoona unajua kitu, usione ni kama umefika zaidi ya wale wengine. Ile ambalo ningetaka nikuambie, ni kuwaombea wale ambao hawajaelewa kile ambacho unachokijua. Maana hii sio elimu ya mashindano. Acha nikuambie ndugu yangu ama dada yangu, ukijua zaidi kuliko mimi utakuwa unakosea. Ukiwa unaona unajua sana kuliko wale watu wengine, hapo ndipo mwanzo wako wa kuanguka. Chanzo cha mwanadamu kuanguka ni kujua zaidi kuliko wale watu wengine. Maana hiyo roho ndio inaletanga, inazaa roho ya kiburi. Unajiona wewe unajua zaidi, wewe ndio mwalimu wa neno, wewe ndio unafundishanga watu, kila kitu ni wewe. So kile ambacho ningetaka tuelewane na tusemezane, nitufundishe ili neno kwa utaratibu wa Mungu na jinsi inavyotakikana tufundishe. Yesu alisema enendeni, aliambia wanafunzi wake, enendeni mkahubiri neno katika mataifa yote, mkiwaeleza nini? Mkiwaambia nini? Mkiwaeleza hii neno nalokuambia siku ya leo, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni dhambi zenu, tubuni dhambi zenu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hivyo ndivyo tunavyosema, ama kazi yetu ni kuweka namba za simu katika maruninga,
za ma TV tutumiwe pesa. Sio vibaya kutumiwa pesa, maana hakuna mtu apendi pesa, lakini nia yako kubwa ni gani katika hii Injili? Nia yako ni kuhubiria watu waende wamuone Mungu, ama ni kuhubiria watu watoe? Hapa niko na maswali mawili. Nia yako ni kuhubiria watu watoe pesa, ama ni kuhubiria watu wamjue Mungu? Maana kile ambacho tulipewa tufanye, atufanye. Tunafanya ziara kazi zingine zile ambazo tunataka tufanye. Tuelewe na sio vita tuko nayo siku ya leo, ni kufundishana na kujulishana jinsi ambavyo tunapaswa kufanya katika hii safari. Maana hii safari sio ngumu watu wakiwa wawili. Mtu mwingine aliniambia safari ya watu wakiwa wawili wanaweza enda mbali sana, lakini mtu akiwa mmoja wanga anachoka haraka. Na ni kweli, tukisemezana na tukielewana na tukifundishana jinsi ambavyo inavyohitajika, mimi naona tutashinda katika hii safari, na shetani ataweza kukosa la kutuuliza, maana obvious ataona hawa watu wako kimoja na wanaendanisha na wanaelewana katika safari yao. Tusichangamane na dunia hii jinsi ambavyo inavyosema. Dunia hii inaongea mambo mengi. Dunia hii iko na mambo mengi, ukiyasikiza katika masikio yako, hata wewe mwenyewe unaweza kujipata umeongea, sio kupenda kwako. Dunia imejaa siasa. Kitu ikifanyika ni fulani, kitu ikianguka ni fulani. So tusikue kama wasafiri wajinga, na tusikae kama wale watu ambao hawaelewi mahali ambapo wanaelekea. Tukae kama watu ambao wako katika safari moja. Maana watu ambao wako katika safari moja, hata ndege wenyewe wanaangalia nanga. Huyu ni wa wapi? Ni wa ukoo wa wapi? Ni wa ukoo mgani? Na wakianza kupaa, wanapaa pamoja. Ili tumekuwa mwingine yako hapa, hata wakati tunaanza kupaa, mwingine anabaki anakuwa mwenyeji. Sasa unashindwa hii safari tutaimaliza namna gani? Tusichangamane na dunia. Tusichangamane na dunia hata kama tuko katika dunia. Biblia inasema najua mko katikati ya mbwa mwitu, lakini kule nitawaokoa. Bali msichangamane nao. Yaani msichangamane nao ni kumaanisha msitende matendo yao yale ambao wanayotenda. Yaani mkuwe nao, lakini msitende yale ambao wanaoyatenda. Kristo. Acha nitumie hiyo lugha. Hii mbari ya Kristo, ukoo wa Kristo. Usijiite tu Mkristo kwa maana wewe ulipata mama yako akijiita Mkristo. Ni lazima ujue kuna wafuasi na washirika. Yesu aliangalia siku moja akaona wazee wameongezeka, wamekuwa 5,000 na walianza wakiwa wachache, waliongezeka mpaka wakakuwa 5,000. Lakini wakati aliangalia nia zao, wengi wao walikuwa wanamfuata sababu
sababu ya mikate. Wanasema wako na yeye, lakini hawana yeye. Wakikula mikate, wakishiba, wanasahau na hiyo hali. Lakini kuna wale walikuwa washirika. Kuna wafuasi, nimekuambia kuna wafuasi na washirika. Washirika ni wale hata wakikosa chakula walikuwa wanaendanisha na yeye. Ya mwalimu, tunasikia njaa, mwalimu kuna hii, mwalimu tunasikia kiu, mwalimu tusaidie. Lakini wale majamaa kukuja, sema kukuja, yani wanaingia, wanajanja sababu kuna mikate. Walikuwa wameiga katika ulimwengu vile ulivyo. Sasa mtu mmoja aseme anagawa pesa, utakuta watu wamejaa huko, kwa sababu wako kile ambacho anapeana. Hawako pamoja na yeye, lakini wako kile ambacho anapeana. So tuangalie, tuhubirie watu kile ambacho Yesu alituachia tufanye. Tusianze kuhubiri propaganda, tusichangamane na watu, tuanze mabishano. Tusichangamane na watu, tuanze mabishano. Najua mabishano ni nini? Unakuta mabishano ambayo haelewi, kama vile ninavyosikia kwa mitandao. Injili imekuwa ni matusi, watu wanatusiana. Imekuwa ni kama mpira ya Arsenal na Man U. Nakuta mwingine anasema huyu wenu hakutumwa, huyu wenu ndiye alitumwa. Sasa unashindwa kusema ukweli. Hiyo ndio kusemezana. Maandiko yanasema tusemezane, tuelewane, tujue ukweli. Maana ukweli utatuweka huru. Na tukijua ukweli, hakika utatuweka huru. Tuachane na propaganda mingi. Tuhubirie watu. Maana kujua Biblia ama kujua neno sana, hatuwezi tukasema huyo mtu ndiye anajua Mungu zaidi. Unaweza kuwa unajua neno, lakini nimekuambia unaweza kosa mbingu ukijua hiyo neno hivyo tu. Kujua neno sio hoja. Ile ya maana ni kujua ni kumjua Mungu. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Kwa maana kujua neno haitakusaidia kama hujajua Mungu. So ujue Mungu ndiye baadaye ujue neno. Kwa maana Mungu ndiye neno. Na nimekuambia shetani wana challenge mtu na hiyo neno. Kwa hivyo ukijua Mungu utajua vile utachallenge shetani na neno. Kwa maana kuna vile unaweza jua neno ukute umeenda mahali umeulizwa maswali hata huwezi jibu. Watu wanaanza kukuambia ni wanadamu wameandika, sijui nini, hii imetokea wapi, huyu ni nani ameandika. Hizo hatutaki kujua. Tunataka kujua Yesu alitumwa kufanya nini katika ulimwengu huu. Number 1, wokovu ni nini? Ndiposa utaeleza watu wokovu ni nini, na utawaeleza Yesu ni nani, na alitumwa kwa sababu ya nini, na alikuja kudhihirisha nani. Hizo vitu ninavyowaeleza. Na ukijua hizo vitu, hakuna mtu mtasimama mahali ya kuambia sijui Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu sio nini. Hiyo hatutaki kujua sahi. Sasa tunataka ujue kile ambacho umeitiwa. Nenda ukihubiri watu ukiwaambia ufalme wa Mungu umekaribia, watubu dhambi. Kutubu dhambi gani? Hapo nilikuwa nimekufundisha.
usiende kujiaibisha pale. Waanza kusema sijui muache sijui nini, sijui muache kuiba, sijui muache kulewa. Hiyo sio dhambi. Dhambi ni ile inafanyanga mwanadamu aokoke. Nimekueleza. Nikakwambia dhambi ilitokana na Adamu na Eva. Hiyo ndio ile dhambi ambayo inafanyanga mtu aokoke. Maana unavyoenda kumwambia mtu wacha dhambi, kitu cha kwanza anaonanga ni kama unamudhi yake. Kwa maana hujamueleza ukweli, hujamueleza kwa hekima. Kama kwenda kuambia mtu mlevi, wewe waache ulevi, Yesu anataka kuokoe, Yesu anataka kutoe. Sasa huyo mtu ataokoka kusema ukweli? Wewe umetuma kuteka samaki, alafu unaenda kurusha mawe hapo. Kwa nini kwanza? Kwa hiyo maji utateka moja kweli? Si wote watakimbia, watatoroka? Na mimi huwa ninapenda yule mhubiri anafundishanga mahubiri kama hayo. Nimesema wokovu, tutubu dhambi, tumpokee Yesu Kristo awe mwokozi na maisha yetu. Na dhambi ni nini unafundisha? Hizo vitu ndizo ndizo Bwana Yesu atatulipia. Ndizo tutalipwa. Hautalipwa kupiga injili sana, ama kuweka mikutano mikubwa, ama kusafiri katika nchi mingi. Ile ambayo tutalipwa, ulihubiria wangapi wakampokea Yesu Kristo katika roho na kweli? Maana kuna wale wamehubiriwa wakampokea Yesu katika mwili na ungari. Huyo mtu kesho utapata tu analewa, anafanya vituko zake tu, na aliokoka njana. Kanisani anakuja vizuri, ni kwa vile anjaokoka katika roho na kweli. Na anapokuwa katika roho na kweli, hakika atakuwa anamwabudu Mungu katika roho na kweli. So tukae chini, tuende katika utaratibu wa Mungu. Na hakika tukifanya mambo kama hayo, mimi ninawaambia ukweli, tutaona Mungu jinsi ambavyo anavyofanya katika ulimwengu huu. Ataokoa watu tofauti, wale ambao walikuwa wamejikausha na kusema Yesu sio mwana wa Mungu, sijui nani katuma. Mtaona tu tofauti tu, tukianza kufundisha watu na tuwafundishe katika roho na kweli, wajue ukweli. Ukweli ni nini, na wajue unaokoka sababu ya nini. Kweli utaona Mungu katika hukumu kubwa sana. Utamwona Mungu katika hukumu hujawahi ona katika maisha yako. Mimi sina mengi. Kama umesikia hiyo neno, unaweza kushare, unaweza kucomment, unaweza kusema kitu hapo, unaweza kuongea kitu hapo, unaweza ongeza ama unaweza ukapunguza. Manake kila mtu anajua kifi yake, lakini cha muhimu ni kuelewa kile ambacho tunafanya. Tusifanye kitu kwa sababu watu wengi wanafanya. Asira mengi. Mungu awabariki. Mungu wa neema awarehemu. Shalom. Shalom.